kere atongeria betu ba Njuri Ncheke ya Meru, incoming leadership na bari outgoing leadership na koro bonde de na gekeno muthenya we munde nonto ba gukongwera Njuri yetu Njuri Ncheke ya Meru ucokanira amwe ndene ya gikaro gitu gya Nshero na kuma muthenya ucio twi nawe munde gutire na Njuri ya Kathera kana Njuri ya Ruyaro, Njuri era twinio Njuri ya Kaura Baicao nondo na arumanire auga Njuri etikaure na Njuri Ncheke na Kaura Baicao ni makana tima oi Kaura Baicao na arumanire Njuri Kaura oi Kaura Baicao na arumanire Njuri Kaura Mutaniruhusu kwa ufupi niongee kwa Kiswahili kwa sababu kuna watu wanatusikiza na wanataka kujua Wameru wanasema nini leo. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Njuri Ncheke niseme nisiseme? Mimi nataka niseme ya kwamba siku ya leo ni siku muhimu kwa sababu wazee wetu ambao wamekuwa na matatizo kidogo ya kiuongozi wameketi pamoja, wamezungumza na wameamua ya kwamba kutoka sasa tutaenda safari moja, hakuna pande hii ama pande ile. Hii serikali yetu ya Wameru ambayo inaongozwa na Njuri Ncheke itakuwa timu moja kama vile mwanzilishi wa taifa la Wameru Kaura Baicao alisema. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Jambo la pili ni shukuru wale ambao wamesaidia katika kuleta umoja ambao ni umoja wa wazee wetu. Ni shukuru ndugu yangu mkubwa ambaye sasa ni baba yangu kwa amri ambayo nimepewa na wazee wa Njuri Ncheke, Mheshimiwa Gavana Kiraitu Murungi, kwa sababu yeye pamoja na viongozi akiwemo Gavana Mutuma, akiwemo Senator Kadhuri na hata huyu Speaker Hayubundi na viongozi wa sehemu hii yetu wamesaidiana na wazee na wamewapatia mahali pa kuketi na mahali na maji ya kunywa ndio wasikizane, ndio wafanye mazungumzo, na leo tuko hapa kusherekea umoja wa Njuri Ncheke ya Ameru. Ameru hoi! Ameru ni fire si fire? Ameru ni fire si fire? Wacha nione wala nasema ni fire. Ameru ni fire? Ala, naona dunia leo imejua leo ni leo, msema kesho ni muongo. Leo ni leo, msema kesho. Jambo la tatu, kwa sababu sitaki tuongee muda mrefu, wazee wamekuwa hapa tangu asubuhi. Na ile jambo ambalo limetuleta hapa ni mambo ambayo already yametendeka. Na kama vile tumesema, manto ya kadhira yatichokairwa. Ni makanatima. Ni makanatima. Mambo ikiisha hairudiwi. Na kwa sababu mambo ya leo ni kama tumeimalizia, tunataka tuseme ya kwamba sisi kama Njuri Ncheke tuko nyuma ya serikali ambayo inaongozwa na Rais William Samoei Ruto. Hiyo ndio azimio ambalo limefanyika katika mahali hapa siku ya leo, na wale ambao wanakubaliana na vile wazee wa Njuri Ncheke wamesema ya kwamba wanaunga mkono Rais William Ruto, wacha nione kwa ishara, wacha nione kwa ishara, wacha nione kwa ishara. Na nikiwa hapo niseme wazee vile vile wameniomba kupitia mzee Kiraitu Murungi ambaye ametoa taarifa yetu ya kwamba nyinyi mnakaribisha Mheshimiwa Rais
akuje hapa Ncheru, muko na maneno mnataka kumwambia. Kwa hivyo kwenda kwira munene aje Ncheru atirimana akuru banjori bwena kiuga kwenda kumwera. Na kwa sababu mimi sitoshi, mimi nataka ni watengenezee hii executive ya Njuri Ncheke ambayo ilikuwa ina outgoing na incoming. Siku ya Jumanne waende waalike rais Ikulu, ndio walete rais hapa, kwa sababu mimi sitaki isemekane nimeleta rais peke yangu. Nataka viongozi wetu wa Njuri Ncheke waende Ikulu, nitawatengenezea appointment siku ya Jumanne. Mnakubali? Waende Ikulu, walete rais, akuje makao makuu ya Njuri Ncheke hapa Ncheru haraka iwezekanavyo. Kama majuma mawili hivi rais hao wamefika hapa, tatbonya hivi hapa kuwatanira na very good. Kwa hivyo Tuesday wazee mjitayarishe, mimi nitatengeneza appointment na rais, kwa sababu hiyo ndio kazi yangu. Niseme nisiseme? Ni leo si leo? Jambo la 4 niseme ya kwamba tukiendelea na mazungumzo, tunashukuru rais ametupatia hii nafasi, tutaitumia vizuri katika kumsaidia katika kujenga umoja wa taifa la Kenya, kuleta maendeleo katika sehemu zote za Kenya. Na wakati tunafanya hivyo Kenya mzima, hatutasahau hapa Meru na Tharaka Nithi, kwa sababu hata hapa kwetu nyumbani ni Kenya. Kwa hivyo tukishughulikia Kenya, mimi nataka niwahakikishia kwamba maendeleo yetu yatasonga haraka kuliko vile imesonga hapo awali, kwa sababu sasa rais ana msaidizi wake ambaye anatoka hapa Meru. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Mumeona tayari tumeanza kujengewa Meru level 5 hospital. Rais ametupatia bilioni 1. Ujenzi umeanza, iko almost 50%. Hiyo hospitali bado hiyo pesa haitoshi. Mimi nimezungumza na rais atuongezee another 1 billion, ifike bilioni 2, kwa sababu tunataka next year, vile tunajitayarisha kwenda kura, tunataka Meru Hospital ipandishwe cheo, itoke ngazi ya 5 ama level 5, ifike level 6 hospital kama Kenyatta National Hospital. Ndio wagonjwa wote kutoka huku Meru, Tharaka Nithi, sehemu za Embu, sehemu za Isiolo, Marsabit, hakuna tena kutoka. Tukikamilisha hiyo hospitali mwakani, hatutaki tupeleke watu wetu mbali tena kutafuta matibabu ya magonjwa kama magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya sukari. Magonjwa yote tutakuwa tunatibiwa hapa Meru, kwa sababu tunataka iwe kiwango ya Kenyatta National Hospital. Ni fire si fire? Ni noma si noma? Njuri Ncheke hoye! Njuri Ncheke nekorie! Wacha nione kwa ishara. Tuko na barabara ambazo zilikuwa zimekwama, lakini sasa tumeanza kurejesha makontrakta, kwa sababu hizi barabara sio ati zilikwama last year, zilikwama zamani 2019 2020, na kulikuwa na madeni ya kontrakta Kenya mzima ikiwemo Meru na Tharaka Nithi, lakini tumelipa contractors wote, na sasa barabara zote ambazo zilikuwa zimekwama tumeziweka katika mpango wa kukamilishwa. Tunataka tukienda uchaguzi ujao tuwe tumezikamilisha na tumeanza kujenga barabara mpya. Niseme nisiseme? Tujenge tusijenge? Bukwenda toka barabara cheto? Si namna hiyo? Hata iko moja hapa, hii ya kutoka hapa sehemu hii ya Nchero Sentian kuteremka kwenda Kunene mpaka kule Kagaene, itateremka mpaka Kioriba kama Chege, ndio ifike Miomponi, shikanishe Meru County,
na Tharaka Nithi County ili tuwe na movement ama usafiri ambao ni rahisi, tuwe na njia nyingi ambazo tunaweza kutumia. Hiyo barabara ilikuwa zamani, lakini sasa tumepata dawa yake. Sasa tuko na pesa, contractor ndiye anatuchelewesha kwa sababu tuko na pesa yake. So tutamfanyia haraka, harakishe hiyo barabara na barabara zingine nyingi tukamilishe. Meru County peke yake, zile barabara ambazo tumeweka katika program ambazo zimeanza ni barabara za shilingi bilioni 39, na tunaongeza ingine bilioni 3.7 ya kutengeneza mji wetu mkuu wa Meru. Tuongeze an additional 21 kilometers within Meru town, kwa sababu tunataka Meru town ikuwe the next city. Wakati city ingine inapeanwa, hakuna city ingine itapeanwa kabla ya Meru, lakini tuharakishe kwa sababu bado miundo msingi haijafikia city status, na already tumetoa 3.7 billion shillings ya kututengenezea. Maua Hospital, contractor ako hapo. Governor Mutuma ameniambia vile rais aliahidi kutujengea Maua Nyambene Hospital, sasa inaendelea. Next week or the other week mimi nitakuja kuweka foundation stone. Ananiambia already imefika kwa madirisha. Na hiyo ndio sababu kuu yetu kuwa katika serikali, ndio tusukume barabara zetu, tusukume stima, tusukume masoko, tusukume mambo yote ya hospitali na mambo ya maendeleo. Jambo la 6, kwa sababu leo sio siku ya kusema tu mambo ya maendeleo. Leo ni siku ya wazee. Jambo la 6, mimi kwa heshima ambayo serikali ya kitamaduni ya jamii yetu ya Wameru imenipatia, nataka niwahakikishie wazee na watu wote wa jamii hii ya kwamba mimi sitawaangusha, mimi sitawaletea haibu, na mimi nitatekeleza kazi ambayo mmenituma niende nikafanye kwa ustadi, kwa bidii, Mungu akinisaidia, ili nilete heshima kwa jamii yetu. Tusiambiwe ya kwamba tulipewa kazi na hatukuwezana nayo. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mumeniambia kwamba mnashukuru rais amenipatia nafasi kuwa naibu wa rais, na mmesema ya kwamba niendelee kumsaidia, nifanye bidii kabisa na niwe mwaminifu kwake na nimsaidie kazi, ndio hata sisi kesho tuwe na watu waaminifu kwetu. Hiyo ni kweli ama si kweli? Ni kweli si kweli? Ama mmenituma niende nikashindane na rais? Mmenituma mashindano na rais wa nchi? Si mmenituma niwe msaidizi wake mkuu ndio anionyeshe maneno namna hii, ndio hapo kesho siku ingine Mungu afanye mambo yake. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Hiyo kazi nitaifanya kwa bidii, na nikifanya hii bidii ya kusaidia rais kujenga Kenya, mimi sitaki hapa nyumbani tuwe na mvutano, tuwe na kisirani na hasira. Na mimi nimeongea jana nikasema, na nataka nirudie, mimi najua kuna ndugu zangu hapa, watu wa siasa wenzangu ambao hawakubaliani na sisi maneno ya siasa, na mimi nimesema ya kwamba ni haki yao, kwa sababu siasa na mambo ya uongozi inategemea, ni haki ya mtu. Ile mimi siwezi kubali kupitia kwa idhini yenu, mimi siwezi kukubali ya kwamba sisi viongozi ambao Mungu ametupatia nafasi ati tuvurugane hapa nyumbani kwa mambo ya matusi. Mimi nataka niseme ya kwamba niko tayari kutafuta ndugu zangu wote ambao ni viongozi, wawe kwa serikali, wawe kwa upinzani. Tuketi kwanza tukubaliane ya kwamba wakati tunafanya mambo ya serikali, wale wako upinzani wakifanya mambo ya upinzani, tusiwe ni watu wa kutusiana na kurusiana maneno. Na mimi nimesema jana ya kwamba wale ambao wamenitusi nimewasamehe, na mimi pia naomba ya kwamba vile vile kama nimewaudhi kwa njia yoyote wanisamehe. Mimi nataka tusafiri safari moja,
tuwe na heshima, na Mungu atatujalia uko tunaenda mbele. Mimi nataka niseme hivi kwa sababu najua hata nyinyi mkiangalia, Rais Ruto amejaribu kuleta jamii za Kenya pamoja. Na mimi nimekuwa kwa siasa kwa muda. Mimi sina shaka kuwaambia, sina tashwishi ya kwamba mwaka ujao Rais Ruto atachaguliwa kwa awamu ya pili. Na mimi sitaki sisi tufanye mambo ya ujinga ati kura yetu ikuwe ndogo, hata kama rais anapita alafu kura yetu haitoshi. So lazima tumuunge mkono na kupigia Rais Ruto kura mwaka ujao ni kujipigia kura sisi wenyewe, kwa sababu mimi mwenyewe niko pale kama naibu wa rais katika hii serikali. Ni kweli si kweli? Bukawata Rais Ruto mbaru. Bukawata Rais Ruto mbaru. Tamboni ina Ruturo barabakuga bakawata Rais Ruto mbaru. Very good. Kwa hivyo tutaunga rais mkono apate second term, ndio sasa tuombe Mungu hiyo mambo ingine. Na wale ndugu zangu wako na matusi mingi hapa nyumbani wapunguze. Kwa sababu mimi ndio nitawasaidia. Kwa sababu tunaenda kuwanyorosha. Tukiwanyorosha kwa siasa sasa nitaenda niwatafute, niwaambie sasa mmepotea, kuja tufanye kazi pamoja, hata kama ni baada ya uchaguzi, there is no problem. Si namna hiyo. Kwa hivyo usitusi ndugu yako, usitusi baba yako, usitusi mama yako, usitusi dada yako. Sisi baada ya kura na baada ya siasa tutabaki tukiwa jamii moja ya Wameru. Ni kweli ama si kweli? Ni makanati manto beto Julie Nchekene korie. Sisi baada ya kura na uchaguzi tutabaki tukiwa jamii moja ya Wameru, tukitembeleana, tukisaidiana. Kwa hivyo mimi nataka tuweke amani. Vile wazee wamesoma, nimesikiza taarifa ambayo imesomwa kwa niaba yetu. Na imesema ya kwamba vile tangu wakati Kenya imejinyakulia uhuru, sisi tumefanya biashara, tumefanya mambo ya siasa, tumefanya mambo mengi ya kimila, tukiwa community ya Gema, Wameru, Wagikuyu na Waembu. Ni kweli si kweli? Na mimi nimeanzisha huu muungano wa Gikuyu, Embu na Meru. Sio hata Kibaki, sio Uhuru alianzisha. Hii maneno ilianzishwa tangu zamani. Na hakuna mtu ako na ruhusa ya kuharibu hiyo uhusiano. Na mimi nataka niseme ya kwamba sisi tuko timu moja. Vile tulisimama na mzee Jomo Kenyatta miaka 15 bila kuuliza maswali. Tukasimama na mzee hayati Mwai Kibaki miaka 10 akiwa makamu wa rais na miaka 10 akiwa rais. Tukasimama na Uhuru Kenyatta akiwa rais miaka 10. Na wakati amepata kesi ya wabeberu, mimi mwenyewe nilikuwa ya baadhi ya wale mawakili walisafiri mpaka kule Uholanzi ili kupambana na wale wabeberu walikuwa wanataka kufunga Rais Ruto. Siku hiyo bado hakuwa rais, wakiwa na mdogo wake wa baadaye ambaye ni William Ruto. Na hiyo kazi tulifanya kwa bidii mpaka Uhuru Kenyatta akawa rais, baadaye William Ruto akakuwa rais pia. Na tumekuwa pamoja. Wakati Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amestaafu, tukapata kiti ya deputy president, lakini haikukaa mzuri kwa sababu ndugu yetu ambaye alipata matatizo hapa na pale, akashindwa kukaa na wakubwa wake na wadogo wake. Kwa sababu kiongozi lazima ujue kukaa na mkubwa wako, ujue vile unakaa na babako na pia wadogo wako. Na hiyo ni mambo sasa imepita. Na mambo imepita hairudiwi. Sasa tusonge mbele tukiwa timu moja. Nonto getekere Meru igetegea Kirema, getekere Gikuyu igetegea Kirema, getekere Embu igea Kirema. Ni maka na tema ama namna gani jameni?
Kwa hivyo sisi hatuna shida kabisa, na mimi naomba ndugu zangu tupunguze lugha ambayo inaweza kuleta mgawanyiko, kwa sababu wale wenzetu kutoka Mount Kenya West hakuna kura ati imepigwa alafu wamekataa kutupigia. Hakuna, hatujaenda kwa kura huyu Kindiki wenu akiwa katika ballot kama deputy president wakatae. Kwa hivyo tuongee nao vizuri, wazee wetu waende waketi na wenzetu na wenzao kutoka sehemu ile, waongee kama wazee. Hawajakataa, na wakikataa hawa wazee wetu watakuja watuambie vile tutafanya, lakini mimi naona hawatakataa. Kwa hivyo mimi naomba tutulize boli, mambo bado, na tutasikizana kama tulisikizana wakati wa Kenyatta 1, tukasikizana wakati wa Mwai Kibaki akiwa makamu wa rais na akiwa rais, tukasikizana wakati wa Uhuru Kenyatta akiwa rais. Hata miaka miwili ambaye Rigathi Gachagua alikuwa naibu wa rais, mimi nilikuwa waziri wa usalama wa taifa. Hakuna hata siku moja katika hiyo miaka miwili mimi nilimdharau. Hakuna siku nilimdharau, hakuna siku nilimkejeli. Mimi nilimuunga mkono 100%, na nilikuwa very busy. Mimi sikuwa hata naongea siasa, kwa sababu waziri wa usalama ni kazi very very focused, mambo ya usalama. Sikuwa naongea siasa. Hiyo miaka miwili mimi nilikuwa naishi msituni. Nilikuwa huko Boni Forest kwa sababu ya magaidi ya Al-Shabaab, kule Northeastern kwa sababu ya Al-Shabaab, kule Rift Valley kwa sababu uwezi ya mifugo. Hata hii Nyambene nilitembea, nikaleta NPR, nikaleta vifaru nikiwa waziri wa usalama. Hata kama sikutembea sehemu zingine, sehemu yetu ambayo ilikuwa na shida ya usalama ya Nyambene nilikuja sikukuja. Nilitembea sikutembea. Ninda atora na Rwanda kerwa namba bandethia ni makana tema. Kwa hivyo Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na kuomba ndugu yangu, mimi wakati wewe ni naibu wa rais kwa miaka miwili, mimi nikiwa mdogo wako kwa serikali, nikiwa waziri, hakuna hata siku moja nimekutusi, hakuna siku nimekudharau. Sasa wakati huu, kwa sababu Mungu naye, mimi hata sikujua ati ukitolewa, sikujua rais atapeleka kiti wapi, kwa sababu siku ile ndugu yetu Rigathi alitoka kwa kiti, Rais Ruto alikuwa na option ya kupeleka kiti Nyanza ama Western ama Northeastern ama Pwani, lakini yeye mwenyewe akaamua hii kiti ilikuwa ya mlima. Hata kama mtoto mmoja wa mlima amepata matatizo, bado mlima uko na watoto wengine. Kwa hivyo mimi naomba ndugu yangu Rigathi, mimi sikuambii uingie kwa serikali kwa sababu ulitoka, na mimi nakuombea mema hiyo kazi unafanya, lakini tufanye kwa heshima, tusivurugane hapa nyumbani. Hao watu wako unatafutia viti kwa sababu hausimami. Hao watu wewe watafutie viti, lakini ukifika hapa mlimani vile umesema juzi, na nakubaliana na wewe, tusitusiane. Wewe tafutia Kalonzo wako kiti na sijui nani mwingine, tutapambana na nyinyi 100%, na mimi sitakutusi kwa sababu wewe ni ndugu yangu, na wewe usinitusi kwa sababu mimi ni ndugu yako. Ni makanatima ibagana bako watanira na kendekeo. Ati sasa unatuambia mtu ambaye amekuwa vice president, amekuwa waziri wa kila kitu, waziri wa elimu, waziri wa utalii, waziri wa masuala ya nchi ya ng'ambo, amekuwa wizara zote. Kwake mpaka saa hii hakuna hata barabara ya kwenda pale. Ati sasa ndio unatuletea wewe ndugu yangu aongoze Kenya na asaidie Wameru? It is not possible. Mimi nipatie tu muda kidogo, mimi siombi muda mrefu, kidogo tu ninyoroshane na maendeleo ya hii area. Tutaandike lami everywhere, tuweke maji everywhere,
na already mimi nimeketi hapa mwaka moja na nusu na niko na kile naweza sema nimefanya hapa Meru, hapa Tharaka Nithi, pale Embu, hata kwako Nyeri kuna projects nimepusha hapo. Kwa hivyo mimi naomba mnikubalie. Mimi sitaki tuvurugane na ndugu zangu. Na mimi kama mzee wa Njuri, mimi kazi yangu ni kuleta amani. Na hata wakinitusi, mimi sitajibu. Mbugwetegani nani roi? Njuri nekorie. Njuri ncheke nekorie. Oe oe kaira baishao darumanire Njuri kaura. Oe oe kaura baishao darumanire Njuri kaura. Jambo la mwisho, mimi nataka niseme ya kwamba nimesikia maombi ambayo mumeomba serikali ifanye, na wazee wameniambia kwa sababu niko hapa kama naibu wa rais, hiyo mambo ambayo mmeulizwa ifanywe haraka iwezekanavyo. Hiyo ni amri ya serikali ya kitamaduni ya Wameru ikiongozwa na Njuri Ncheke. Wamesema kitu ya kwanza, iko cultural center hapa ambayo ilikuwa imeanza wakati wa Mheshimiwa Kiraitu Murungi akiwa gavana, ikaendelea kidogo wakati Isaac Mutuma ako hapo, lakini inakwama na inahitaji pesa ya kukamilisha. Wazee walikuwa wameniambia inahitaji 40 million, lakini nimeangalia ile jengo 40 million haitatosha. Lazima tuikamilishe na tuweke equipment mzuri na tuweke finishing mzuri, tufanye landscaping mzuri, mahali watu watakuja kusoma mambo ya kitamaduni ya jamii ya Wameru kama vile Bomas of Kenya. Kwa hivyo mimi kwa niaba ya serikali natangaza ya kwamba nitatafuta pesa ndio from next week tupate 100 million ya kumalizia ile cultural center. Si namna hiyo? Njuri nekorie. Jambo la pili, shrine yetu bado, hii shrine ya Njuri bado haijakamilika na imekwama na ilikuwa imeachiliwa. Vile vile mimi nitatafuta 10 million ili tumalize hii shrine yetu, ndio hii shrine na cultural center 110 million, 100 million for the cultural center, 10 million for the shrine. Na hiyo kazi nitaifanya, na wazee wale wataenda kuita rais Tuesday watapata ripoti kamili, kwa sababu nilikuwa nimeambia rais na akaniambia nitangaze ya kwamba hiyo itafanyika. Jambo la tatu, iko university yetu hapa inataka street lighting, kwa sababu nimesikia security ya vijana wetu sio nzuri. Na pia university imeomba fencing kwa sababu ya msitu, kuna ndovu wanasumbua watu ya university hapa. Kwa hivyo vile vile mimi naenda kutafuta pesa ya kufanya fencing na pesa ya kuweka mataa ya street lighting for Meru University of Science and Technology. Nimesikia police station ya Nshiro haina gari, mimi naenda kutafuta gari Nairobi ndio nilete hapa. Nikikuja kuangalia vile shrine na cultural center inaendelea, police station itakuwa nimepeana gari, na mimi nitatumana polisi wa kulinda hii shrine, kwa sababu nimesikia hapo awali ile kazi ilikuwa imefanywa, kuna chuma ilibiwa, so nitaweka this area ya Nchiro under 24-hour security protection. Njuri nekorie. Njuri nekorie. Vile vile munajua tuko na shida ile ambayo tulikuwa tumejaribu kuidhibiti ya wizi wa mifugo, imerejea kiasi na watu wetu wanaendelea kuumia. Mimi nimesema ya kwamba tutatumia njia zozote zile ndio hii shida ituondokee milele na milele. Na kwa sababu Mungu alitusaidia tukamaliza magaidi
wale walikuwa wanasumbua watu wetu kule Lamu, ambapo kuna jamii kubwa ya kutoka Mlima Kenya wanaishi kule Lamu. Walikuwa wanauawa na Al-Shabaab kila siku. Vile tulienda kuishi huko, hiyo shida sasa imemalizika kabisa. Na wakati niliacha Wizara ya Usalama, nilikuwa nimeacha hiyo mahali imetulia kabisa. Paka leo hakuja kuwa na shida. Kule Rift Valley, Kerio Valley vile vile kulikuwa na wizi wa ng'ombe. Tukatuliza. Na vile vile nilikuwa nimeanza kudhibiti hapa nyumbani wakati hii shida ilitokea. Lakini nikapata nafasi mpya ya kuwa naibu wa rais, nikatoka pale. Lakini kwa sababu hii kiti ambayo ninakalia ndio kubwa kuliko hata ile ya usalama, sasa tumesikizana na wazee wa Njuri. Viongozi wameniambia kuna vile tutasaidiana nao ndio tumalize hii kazi. Njia ya kwanza, nilikuwa nimepeana National Police Reserve hapa nikiwa waziri wa usalama. Wengine wamekufa. Nataka tuongeze idadi ya hiyo askari ambao wanatusaidiana na askari polisi hapa kumaliza uhalifu. Vile vile tulileta vifaru hapa, lakini inaonekana tuko na shida kidogo. Mambo ya coordination ya security agencies zetu na command iko na problem. Kwa hivyo tumekubaliana na wazee wa Njuri, nikitoka hapa niende nitafutane na waziri na timu yote ya usalama, na mimi sasa nitashikilia niwasaidie mpaka hii shida iishe, kwa sababu nikikuwa busy sana itakuwa aibu, watu nyumbani wanalia na mimi niko busy nikijenga Kenya. Mimi nitajenga Kenya, lakini nitajenga Meru, na hii shida lazima tuikomeshe. Vile tulikomesha shida ya Lamu, vile tulikomesha shida ya Northeastern na Kerio Valley, hii shida tutamaliza. Lakini wazee vile vile wameniambia wako na mbinu nyingine. Wazee wameniambia kwamba wameanza mazungumzo na wazee wa jamii kutoka Samburu na kutoka Isiolo, kwa sababu wazee wako na nguvu juu ya vijana wao. Wazee wako na nguvu juu ya vijana ambao wanatumika saa ingine kuleta uhalifu. Kwa hivyo wazee, mimi nitawatafutia rasilimali ya kutosha, mshirikiane na wazee wa Samburu East, wazee wa Isiolo, wa Turkana ambao wako katikati hapo. Wazee mkimaliza kazi yenu ya wazee ndio waongee na vijana, serikali naye ifanye kazi yake. Na mnajua kazi ya serikali, mambo ni matatu. Mambo ni matatu: aidha wezi wa mifugo wakome, wasipokoma tuwashike tuwapeleke jela, wasiposhikwa ndio wapelekwe jela tuwasafirishe safari ya kuenda mahali wahalifu wanaenda. Na mimi nataka nitangaze hapa leo nikiwa Meru, mimi kwa sababu naelewa vikosi vyetu ambao viko hapa katika hii sehemu ambayo imearidhika, bado tunahitaji kikosi maalum ambayo inaitwa SOG. Hao ndio walinisaidia Lamu, ndio walinisaidia Kerio Valley, ndio walinisaidia Northeastern. Hiyo kikosi maalum bado tumwa hapa, na hao hawakai, hawana kambi. Hao ndio nataka sasa niende nilete, ndio wakuja wanyoroshane na hao wakora. Wanaitwa, wako na jina yao, hawaonekani, hawana kambi, hawana kifaru uoni, lakini hiyo kazi itafanyika. Trust you me, we are going to deploy the Special Operations Group SOG to permanently resolve the issue of banditry in Meru North. Najua imekawia kwa sababu wakati nimetoka pale I was almost declaring an operation, na tulikuwa tumeanza hiyo maneno, lakini sasa bado I've been settling down. Mimi naenda kutafutana na watu wa interior. Trust you me, we will resolve this problem. Kwa hivyo naomba tu hisani yenu,
mtupatie muda kidogo, na please ndugu zangu, let us not politicize security matters. Kuna watu wengi wananipatia lecture mrefu, sijui nini, wananipatia muhadhara. Wao wenyewe walikuwa viongozi, hakuna vile walitusaidia. So give us time, mimi nipatie time ni deal na hii issue. Mwenye anatusi mimi, hata yeye alikuwa kiongozi. Na siku wako kiongozi sio ati kuna kitu alifanya. So twende tu pole na tuheshimiane, heshima sio utumwa. Mimi naheshimu kila mtu, hata mtu ananitusi na muheshimu. Mtu ananipinga na muheshimu. Mbona sisi tusiheshimiwe? Kana tabokuga kwa bero. Njori njagala tabokuga. Tuendelee namna hiyo. Mwisho kabisa, mimi sitawaangusha vile nimesema. Mimi nimeelewa maana ya kazi ya leo. Na kutoka hapa, mimi sasa naenda katika kazi ambayo mmenituma. Mmeniambia kwamba nitafute njia yoyote vile ili tupate support ya Wakenya wengine katika hii serikali. Ndio mmeniambia hivyo. Mmeniambia we must be supported by other communities because we have one Kenya. Tupate support ya Waembu, tupate support ya Wakikuyu, tupate support ya watu ya Pwani, tupate support ya watu ya Western, Nyanza, Rift Valley, Northeastern, na mimi siwezi shindwa na hiyo kazi. Mimi nitawafanyia heshima. I will bring honor to our community. I am not going to be stupid. I am not going to be lazy. Mimi nitafanya kwa bidii na mtasikia mgurumo mkiwa hapa Meru. Niseme nisiseme. Ni leo si leo. Naomba tusimame ndio tuimbe wimbo moja ile ya Kauraba Eshao. Wapi ule mtu yangu ya kuna mzee mmoja hapa. Etawata Mukurora. Etawa Nkomo. Etawata. Mugambi. Wapi Mugambi? Mugambi kuja utuimbie hii wimbo. Haya. Jori nekorie. Iho nekoke. Nyumbani kwa habari na burudani. Iho njoni bone kengangi nango ikeringandia. Iho dhurukwe ng'ombe twakana na ira hina nkorombo. Iho hochoi anjorie kiame regakunje. Anjorie kiame regakunjo to kunjoro aratora anjorie kiama. Iho hachoe akaura bechao hana rumanire njorie kaura. Mumu. Oh. Njoli Kolia tuena MP wa Chuka Igamba Ng'ombe kaugerie tarawa bokethie 1 minute. Thank you. Kwa sababu mkubwa wetu ameongea, naibu rais, mimi siwezi kuongea. Mimi ni mbunge wa Chuka Igamba Ng'ombe constituency, Mheshimiwa Patu, na nimekuja kwa heshima kubwa ya Juli, pia mimi kama mzee wa Juli. Na kwa sababu naibu ya rais ashaongea, mimi sina ya kusema. Asanteni sana. Aya, asante sana naibu wa rais. Mimi pia ni mtoto ya Njuri, na yale mambo yamefanyika hapa. Tuko na kiongozi wetu wa Mlima kwa sasa, na sisi kama Wameru
tutasimama nyuma yako Profesa, na hii safari tutaitembea na wewe na Rais Dr. Samoei William Ruto mchana peupe. Hawa ndio viongozi wa Meru wamezungumza. Sina mengi, Your Excellency. Mbere twina tuthikanire kidogo ibo His Excellency nontu bangwira waturitira na oro wa waturitira ibo ega nontu ba mawithairo twa na tureamo na ora tukwirire na tukendelea support na njori enyumeku de PS yare atu kare ekwaria odo kedania the former governor of Tharaka Nithi hata yako hapo, asante sana kwa Iboya aribatearia Iboega ndenda kwera njori yonthe bokara nthe. His Excellency Deputy President wetu areki otura na atongoria bokeleswa bura bwakranthi na tukwira Iboya. His Excellency itonyura chairo tutenue aisambia na obokethia sawa sawa. Iboya oyo okala betao onatomanera njori he okala betao onatomanera njori kaura oyo ambayankare ombambayano nkune oyo ambayankare mbambayano nkune ngingo ya nkune ye chaga ngongo ye manto kadirate jokairwa oyo chaga ngongo ye manto kadirate bari moja kaja ngongo ye manto kadirate joka gende gyomero jaga ngongo ye manto kadirate namporonto borie jaga ngongo ye baba kadirate joka geraito aba jaga ngongo ye manto kadirate joka bari moja jaga ngongo ye mando kadirate joka ndauma ge jaga ngongo ye mando kadirate joka bari moja jaga ngongo ye mando kadirate ndauma ge jaga ngongo ye kadirate joka bari moja ge